Hey! Naona kuna maneno. Basi, wangwana wa Narok, leo mimi nimefika hapa Narok kwa mambo matano ya muhimu sana. Asubuhi ya leo tumefungua soko kule Suswa. Tumefungua soko ingine kule Mtulele. Tuko na soko 12 tunajenga hapa Narok kwa biashara ya wana biashara wa Narok, na vile vile kuhakikisha ya kwamba wakulima wetu ile mazao yao kutoka shambani isiharibike, kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba wakulima wetu wanapata bei ya sawasawa kwa ile mazao yao. Tumekubaliana jameni? Hii mtu ya lori anaweza kuondoka kidogo ndio wananchi wakuja hapo. Wewe mtu ya lori songa kidogo, songa mbele. Ndio wale wananchi wako huko nyuma wakuje hapa karibu. Songesha lori. Si ndio? Si namna hiyo? Basi mimi nataka niwaambie watu wa Narok, nilikubaliana na wamama wetu wa mama mboga ya kwamba tutawatengenezea masoko. Hawatakuwa wanauza kwa jua ama kwa mvua ama kwa matope ama kwa vumbi, mahali hakuna maji. Sasa ndio tumepanga hizo soko, na sio soko 12 peke yake. Soko 250 tayari inajengwa katika taifa letu la Kenya. Narok hoye! Jambo la pili, mimi nimekuja Narok hapa kwa sababu wakati wa uchaguzi tulikubaliana na nyinyi, lazima mambo ya Mau tukamilishe. Si ndio jameni? Hii Mau, forest ya Mau imefanyiwa siasa miaka nyingi. Si ndio? Na niliwaambia wale walikuwa wanatuambia ya kwamba William Ruto akichaguliwa atajaza watu Mau. Mimi nataka niwaaibishe siku ya leo. Tunaelewana? Kwa sababu ilikuwa ni porojo na uongo na utapeli. Mimi nataka niwaambie ya kwamba leo nimekuja hapa na title deed ya Mau Forest ili tukomeshe ile mjadala ya Mau Forest, tukomeshe uhasama, tukomeshe ujanja. Mau Forest sasa tutapatiana title deed kwa niaba ya watu wa Narok. Tutapatiana title deed kwa county government ya Narok County. Tuko pamoja jameni? Tunaelewana? Na mimi nataka nishukuru viongozi wenu. Kwanza tulianza hiyo mradi na Soipan Tuya wakati alikuwa waziri wa mambo ya forest. Alafu ikakuja bwana Duale. Alafu ikakuja mama sasa anaitwa Mulongo. Lakini mimi nashukuru viongozi wote wa Narok, kutoka governor, senator, wabunge, MCS. Sote sisi wote tumekubaliana tukomeshe siasa ya Mau. Tukomeshe mjadala wa Mau. Tuwe na title deed. Na mimi nimetoa pesa ya serikali ili tufence ile Mau, tuweke fence ambayo hakuna mtu tena atarudi kule msituni. Tumeelewana jamani? Mimi nikirudi hapa Narok, mimi nitaenda na nyinyi niwaonyeshe saa hizi tumeanza kujenga fence kilomita 100. Hiyo ndio pesa nimepata ya kwanza. Mimi natafuta watu wengine mpaka to fence every inch of Mau Forest. Ndio tukamilishe mjadala hiyo na tuhakikishe ya kwamba hiyo Mau Forest ambayo inatusaidia na maji, ndio inatuletea mito, ndio inatuletea mambo ya kusaidia sisi kwa mambo ya environment. Mifuko yetu ipate maji, mimea yetu ipate maji. Sasa tumekamilisha mambo ya Mau, hakuna debate tena. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana?
Jambo la tatu, mimi nimekuja hapa kwa sababu wakati nilifanya campaign muliniambia mnataka sehemu ya kule shamba ya Kedong, mukasema pale kuna historia ya Wamasai. Ni kweli ama si kweli? Sasa nataka niwaambie, ile mulikuwa mmepatiwa ekari 4,000, mimi nimeongeza ekari 6,000. Sasa mtapata kama watu wa Narok County ekari 10,000 kwa ile mambo ya pale Kedong, na mimi niko tayari kupatiana title deed zenu. Ile mimi nangojea majina nani tutapatia hiyo title deed. Wewe Governor Ntutu, ndugu yangu Mheshimiwa Aramat, senator wetu, mama wetu wa county, mupangane, mupeleke list kwa wizara ya ardhi na makao. Sisi tuko tayari watu wa Narok wapate haki yao kule Kedong. Tumeelewana jameni? Sisi tulikubaliana tufanye hiyo kazi. Jambo la tatu, wakati nimekuja hapa kwa mambo ya Economic Forum, watu wa Narok walituambia kwa sababu Narok ni county yenye sifa yake ni utalii, nyinyi mnataka kuwe na airport ambayo itarahisisha usafiri. Wale watalii watoke sehemu kote Kenya na duniani, tuwe na airport hapa international ambayo itatuwezesha kukaribisha wageni, kukaribisha watalii, ndio Masai Mara yetu itupatie nafasi ya kuongeza rasilimali na mapato kwa watu wa kaunti ya Narok. Jameni, tulikubaliana hivyo. Leo mimi nimekuja hapa na contractor. Sawa sawa? Na huyo contractor tumemlipa milioni 700 kutengeneza hii runway ya hapa. Mnanielewa? Na contractor nimemwambia nitarudi hapa mwezi wa 3 mwaka ujao kuja kufungua hii airport ikiwa imekuwa tayari. Sasa wewe contractor utajua vile utajipanga. Ama namna gani jameni? Si namna hiyo? Na mimi nataka nishukuru county government ya Narok. Huyu Mheshimiwa Ole Ntutu, governor wenu, ametoa pesa kiasi hiyo milioni ingine 700 ili tuweze kujenga hapa terminal building, mahali wazungu wakifika wanapokelewa, mahali kutakuwa na vifaa zingine za airport. Na mimi nataka niwaambie watu wa Narok, pongezi. County government ya Narok, pongezi. Bwana Ole Ntutu, pongezi. Si tulikubaliana namna hiyo watu wa Narok? Tulikubaliana, hatukubaliana? Jambo la 4, muliniambia kwamba watu wa Narok wengi bado wako wanaishi kwa giza. Stima haijafika kwa manyumba ya wananchi wengi Narok. Ni kweli ama si kweli? Kesho, siku ya kesho, mimi nakuja na watu wa Kenya Power na wale wa Ministry of Energy, kwa sababu tumetoa pesa ya serikali bilioni 2.5 kuunganisha watu wa Narok, manyumba pamoja na manyata 15,000 kwa mambo ya stima, ndio tuhakikishe ya kwamba tunaondoa giza, tunaweka mwangaza, ndio shetani ahame. Ama mnasemaje wa Narok? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Jambo la 4 ambaye mimi nimekuja hapa ni mambo ya barabara ya hapa Narok. Hapa Narok tuko na barabara zilikwama, tuko na zingine mumetuuliza. Si ni kweli? Tayari tumetoa mwaka huu, in the last 2 months, tumetoa milioni 700 kulipa wale kandarasi walikuwa wanaendelea ambao walikwama. Kesho mimi naanzisha barabara 2 hapa Narok, na tumeweka zingine kwenye budget ili kufikia mwezi wa 7-8 nitarudi hapa tena. Ile barabara zote mmetuuliza, kwa mapenzi ya Mungu tunataka tuzijenge kwa manufaa
ya wafanyabiashara, kwa manufaa ya wakulima, ili tuhakikisha kwamba Narok hii kuna barabara ya kusaidia kuzalisha uchumi, ndio tuweze kuondoa njaa na kuondoa umaskini katika Narok County. Tuendelee namna hiyo ama namna gani, watu wa Narok? Tuendelee namna hiyo? Tuendelee ama siendelee? Mimi nataka niwaambie mambo mawili ya mwisho. Nyinyi watu wa Narok mliniambia mnataka watoto wenu wasome, si ni kweli? Na mkasema ya kwamba mnataka mambo ya CBC inyoroshwe. Mimi nimefika ofisini nikatengeneza task force, wakatupatia mapendekezo, tumeimplement hiyo mapendekezo. Mimi nimeajiri walimu 76,000 kwa miaka miwili, na kwa budget ambayo inakuja, hii budget ya mwaka ujao, nimeongeza walimu wengine 20,000, tuhakikishe ya kwamba watoto wetu wote bila ya kujali ni anatoka wapi wako na walimu wa kutosha shuleni, kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa, ndio inafanya mtoto wa tajiri na maskini wawe sawa. Tumekubaliana watu wa Narok? Tumekubaliana? Muliniambia vile vile mnauza mali yenu na ng'ombe zenu kulipia gharama ya hospitali, si ni kweli? Watu wengi wanaenda hasara, watu wengi wanaingia kwa umaskini. Mtu akienda hospitali bili inakuja 1,500,000, 1,100,000, 1,300,000. Anauza ng'ombe, anauza shamba, anaingia kwa umaskini. Kweli ama si kweli? Nikawaambia tutabadilisha mambo ya matibabu Kenya hii, ili matibabu isiwe ni starehe ya matajiri na wale wanaweza. Matibabu iwe ni haki ya kila Mkenya, awe na pesa asiwe na pesa, awe na shamba asiwe na shamba, awe na kazi asiwe na kazi, because that is what we want, universal health coverage ya Wakenya wote. Mimi nataka niwaambie watu wa Narok, leo kupitia SHA, ile universal health coverage, tumesajili Wakenya milioni 22 tayari. Na wewe kama hujajiandikisha kwa SHA, usilale leo kabla hujajiandikisha kwa SHA, kwa sababu ukijiandikisha hapo kwa SHA, wale wenye uwezo mutalipa kulingana na uwezo wenu, wale hamuna uwezo tutawalipia kama serikali ya Kenya, ndio kila Mkenya aweze kwenda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa ama bila ya kuuza mali yake akaingia kwa umaskini. Tumekubaliana Narok? Narok hoye! Narok hoye! Narok hoye! Mimi nimeamua ya kwamba hatutaki tena ukabila na chuki na migawanyiko, na ndio sababu hiyo nilimtembelea rafiki yangu Raila Odinga, nikamwambia tuunganishe Kenya hii, tuwache uhasama, tuwache ukabila, tuwache migawanyiko, tuwache chuki, tutengeneze serikali ya mapana na marefu, ile inaitwa broad based government, ambayo itashughulika na Wakenya wote bila ubaguzi. Na malengo yetu itakuwa ni vile tutajenga barabara, vile tutaunganisha stima, tutaweka matibabu hospitalini, tutahakikisha kwamba wananchi watoto wetu wanasoma, na tunapanga ajira kwa vijana wetu. Mimi nauliza nyinyi watu wa Narok, mnakubali tuunganishe Kenya ama mnasema tutenganishe? Tuungane ama tutengane? Tuungane. Niunganishe Kenya, Wakenya wote wakuje pamoja, ndio tupange maendeleo tukiwa pamoja. Tuache ubaguzi, tuache ukabila, tuache chuki, tuungane. Wale wanasema tuungane, jameni, nione watu wa Narok, nione wale wanasema tuungane. Basi jameni, watu wa Narok, si namna hiyo? Na mimi nataka niwaulize Wakenya wenzangu, hasa wale ambao ni viongozi, nataka niwaeleze wakati huu ni wakati wa maendeleo. Kuna wakati itakuja ya siasa, tutakutana katika kiwanja ya siasa. Tulizeni boli, mambo bado. Ala, si ndio? Si watulize boli ama namna gani? Na mimi nataka niwatangazie ya kwamba hii nchi haitaendeshwa mbele kwa ukabila.
ama kwa kueneza chuki ama kwa kupanga migawanyiko, Kenya hii itasonga mbele kwa wale watu wako na mpango, wale watu wako na maono ya kujenga barabara, ya kuunganisha stima, ya kusomesha watoto wetu, ya kukabiliana na mambo ya kukosekana kwa kazi. Na ndio kazi mimi nimeelekea. Na hao wananchi wa Kenya sio wajinga. Kuna siku watatufanyia mtihani na watajua nani wa kufanya kazi, nani wa ukabila, nani wa chuki, nani wa migawanyiko. Ni kweli ama si kweli Narok? Tumekubaliana? Narok hoye! Narok hoye! Ala, wacha sasa nichukue nafasi hii